kuzungumzia aina za uume ambao unawasisimua sana wanawake. Basi aina gani ya uume ambao mwanamke akikutana nao anaenjoy, anasikia raha sana? Kama nilivyokuambia, leo tutaangalia aina za uume ambao kuna wanawake wanapenda sana kukutana na aina hizo za uume. Uume wa kwanza ni uume mrefu alafu mwembamba. Sasa aina hii ya uume unapendwa basi na wanawake wa aina gani? Wanawake wanene ndio wanapenda sana uume wa namna hii, uume mrefu alafu mwembamba. Kuna baadhi ya wanawake huaga hawasikii raha kukutana na mwanaume ambaye labda mashine yake ipo katikati au mashine yake ni kubwa sana. Pia nitakutajia zote hizo aina. Wanawake wengine wanapenda akiona uume umeingia ni mpaka asikie kwamba uume kweli umeingia. Sasa hawa ni wanawake wa aina gani? Ni wanawake wanene ambao wanapenda sana uume ambao ni mrefu alafu ni mwembamba, kwa sababu utaingia mpaka ndani ya kina cha mwanamke na utamkuna vizuri. Ila angalizo, mwanamke unatakiwa uchague uume na uchague staili za mwanaume kukushughulikia kwa kuangalia kina chako kiko wapi. Wanawake wengi tumesema kwamba tuna matatizo ya kusema hatuenjoy mapenzi yetu. Hatuenjoy wapenzi wetu. Hatumegwi vizuri. Akikumega unaumia. Hii inakuja na nini? Kuna baadhi ya wanawake wanaona wanaume zao wanaume mrefu alafu yeye kina chake ni kidogo. Kwa hiyo anamforce mwanaume aingize uume wote. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni mabaya sana, kwa sababu mwanaume anaweza kapush kizazi kikaama sehemu ambayo ilipo. Kwa hiyo matatizo yanaweza yakaja kwako wewe. Kwa hiyo angalia, kama kina chako ni kidogo, hakikisha mwanaume ambaye ana uume mrefu. Zipo mitindo na aina ambazo zinatumika basi katika kufanyia tendo la ndoa, na ukija WhatsApp nitakuelekeza ni jinsi gani ya kumuendo mwanaume ambaye unaye ameshakuoa lakini ana uume sana mrefu. Sasa twende kwenye aina nyingine. Aina nyingine ni uume mrefu alafu mnene. Huu bwana unapendwa na baadhi ya wanawake wengi sana, kwa sababu wanawake wengine wanapenda uume ambao ule mnene ambao yeye ukiingia katika uke wake pale atafanya kuubana na una tight vizuri. Ila wanawake gani basi ambao wanaenjoy uume namna hii mrefu alafu mnene? Ni wale wanawake ambao wana kina kirefu, ndio waga wanaenjoy sana. Kwa sababu gani? Ule uume mnene unapoingia katika kile kina, basi utaingia wote na utakuwa haukomikwami. Ndio maana wanawake wanaenjoy sana 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 sana. Na wanawake wengine wakikutana na wanaume ambao wale wanaendana kina, mara nyingi sana wanawake wanaendana kina na wanaume ambao wanaume mnene kidogo alafu ni mrefu. Kwa nini? Kwa sababu wanaenjoy na wanapenda ule uume unapokuwa mpana basi kuingia katika uke. Na wanawake wengi wanapenda sana wanaume wa design hii. Lakini aina nyingine ya uume ambao wanaume basi wamebarikiwa ni uume ambao umetairiwa. Uume ambao umetairiwa ni ule uume ambao umetairiwa kawaida, maana kuna kutairiwa kwa design nyingi. Uume uliotairiwa nao ni mzuri sana katika kuingia kwenye kina cha mwanamke, kwa sababu unakuwa mzuri wakati unapita katika uke, kwa sababu unakuwa haukomikwami. Kwa hiyo wakati umetairiwa, na kuna vitu vitamu ambavyo vinapatikana endapo mwanaume anakuwa ametairiwa vizuri. Kwa hiyo wanawake wanaenjoy sana kukutana na wanaume ambao wametairiwa. Ila wapo wanaume ambao wametairiwa kwa njia ya asili. Wanaume hawa wakoje? Wametairiwa, lakini katika kutairiwa kwao kunakuwa na vinyama virefu ambavyo vimebaki katika uume wao. Hawa wanaume wanatairiwa kwa njia gani? Mara nyingi sana wanatairiwa kwa njia asili. Njia asili inamaanisha nini? Simaanishi hizi njia za kisasa ambazo zinatumika basi kuwatairia wanaume. Wanaume waliotairiwa kwa njia ya asili mara nyingi sana inategemea na makabila. Kama mfano mzuri ni Wamasai. Design ya wanaume wa Masai wengi wanaume wa namna hii ni uume ambao umetairiwa, lakini kuna kinyama ambacho kimekuwa kimebaki katika ule uume. Sasa nini utamu wa uume wa namna hii ukikutana nao? Uume wa namna hii ni mtamu sana kama umebatika kukutana nao, kwa sababu unapoingia katika uke wako, kwa hiyo utakuwa unafanywa na ile mashine ya mwanaume, alafu kile kinyama kile kitakuwa kinasaidia nacho kusugua katika ule uke. Sasa fikiria ule utamu wake ambao unatokana pale. Kwa nini? Kwa hiyo mwanaume anakuwa anafanya kazi moja kwa mara mbili, kwa maana kuna kinyama kile ambacho kinasaidia wewe kukubusti na ule uume ambao unasaidia wewe kukusugua pale. Kinyama hiki ni kitamu sana sana, kikishika katika uke wako unasikia raha sana na mwanamke anakojoa vizuri zaidi.
Lakini aina ya uume mwingine ni uume joto ama uume mweusi. Uume huu ukoje? Uume huu una tabia ya kuwa na joto, yani muda wote uume huu una joto. Sasa unapoingia katika uke, na tukumbuke kwamba katika swala zima la kumegana, kitu ambacho kinaongeza utamu zaidi, mambo yanakuwa murua sana uume unapoingia ama uke unapokutana na uume, ni joto. Kwa hiyo uume huu unapokuwa na joto, unapoingia katika uke, kuna vitu fulani hivi ambavyo vinaongezeka. Unajua uume ukiwa wa moto na akakutana labda na mwanamke ambaye ana uke tayari ni wa moto, kuna kitu ambacho kinaongezeka. Lile joto linaweza likakuvuta wewe mwanamke ukawa unafika kileleni kwa haraka, kwa wale wanawake ambao basi wana matatizo ya kuchelewa kufika kileleni. Lakini pia wanaume ambao nao wanachelewaga kufika kileleni wapo. Kwa hiyo uume ambao umebarikiwa, uume wa joto joto hivi, utakusaidia kukufikisha kileleni kwa haraka. Lakini pia uume mwingine ni uume govi. Uume govi